Okay. Karibu tena sana kwenye Extreme Mods, mahali ambapo ubunifu wa gaming unakutana na ulimwengu wa ubora zaidi. Mimi ni Darius Geoffrey na hapa tunakuletea mods kali, gameplay na za kichizi na kila kitu unachopenda kuhusu michezo PSP na zaidi. Ikiwa wewe ni mpenzi wa soka, racing, action na unatafuta game zilizo burst na modi mpya kabisa, uko sehemu sahihi. So, kwa wale mashabiki wote waliopo na wapya, asanteni sana kwa support yenu ya nguvu. Kama bado hujasubscribe channel hii, bro, sister, utakosa vitu vizuri zaidi. Okay, kabla ya kuendelea mbele ndani ya video hii, leo nitaenda kuelekeza jinsi gani ya kuweza kuseti PSP screen yako ili uweze kucheza magame yako kwa urahisi. Hapa nitazungumzia kwa wale ambao tunatolea mfano kwa wale wenye vidole vidogo, then kuna wale ambao wana vidole virefu. Kuna wenye vidole vifupi, vya kati na virefu. So, hapa tutaenda kuangalia jinsi gani ya kuseti kwa wale wenye vidole virefu, then tutaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kuseti PSP screen kwa sababu hao ndio wanasumbuka sana, na kwa wale wenye vidole vifupi pia tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kuseti PSP screen ili uweze kucheza game lako vizuri zaidi. Mfano kama mimi hapa nikija kufungua game langu hili la eFootball, click. Okay. Kuna video ambayo nishaiandaa jinsi gani ya kuweza kufix black screen kama hii ambapo umefungua game lakini unaonyesha lina black screen. Nishaonyesha kuna video, ingia kwenye profile yangu then utaona jinsi gani ya kuweza kufix hili tatizo la black screen katika video game yako ambayo unaenda kuiplay. Mfano kama hapo game liligoma, then nikifungua tena hili game haliwezi kagoma kama unavyoona lina load. So ingia katika video zangu hapo then utakuta jinsi gani ya kuweza kufix hili tatizo la black screen. Katika video hii sitazungumzia jinsi ya kuweza kufix black screen. Leo tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kuseti hili game la PSP. Hii ndo game letu na screen ya PSP ndo kama unavyoona, kuna L, kuna R, then kuna button up, left, right na down. Pia pana D-pad kama unavyoiona hii hapa, ipo stick D-pad, then kuna triangle kwa wale ambao wametumia pad sana, wanajua kutumia pad basi watakuwa naelewa. Then kuna box, kuna cycle ambayo ni 0 na pamoja na X. Sasa hapa tutaenda kuangalia jinsi gani ya kufix hii screen. Mfano mimi naweza kutumia nani zote. So hapa tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kufix hii screen. Mfano ukipress vidole ukashika simu upande wa kulia na kushoto, unaweza kupata tab sana. Mfano kwa wale tu ambao wana vidole virefu, then nitaelekeza jinsi gani ya kuweza kupangilia. Sasa twende tukaangalia jinsi gani ya kuweza kupangilia hii screen, then rudi nyuma, then click exit menu. Hapa nenda kubadilisha tenda kubadilisha lugha kwanza ili iwe kwa Kiingereza tuweze kuelewana. Okay, baada ya hapo nitakuja exit, nitafungua tena PSP yangu kama kawaida. Nitaingia sehemu ya setting, then nitashuka sehemu ya control. Kisha kushuka sehemu ya control nitakuja sehemu hii hapa imeandikwa on screen touch control, taachana nayo hiyo, naweka katiki kule, then nitakuja sehemu ya edit control layout. Sehemu hapa click, nitafungua. Sasa hapa unaweza ka move hizi button ziende sehemu gani. Mfano kama hii arrow nikitaka ikae huku nitaweka. Kwa wale ambao wanatumia mikono yote kushika, umeshika upande wa kushoto na upande wa kulia, kidole gumba kinatumika, na kama hichi index finger inaweza kutumia katika kuiminya hii arrow, then kidole gumba katumia kuendeshea hii, na pia kinaweza kutumika katika kuminyia his button. So kwa wale wenye vidole virefu na wana mkono ambao ni faster, mkono wa kulia, fanya hivi: chukua hii arrow ihamishie huku kama unavyoona, hii arrow ihamishie hapa, R iweke chini kidogo, ama unaweza kuweka hii hapa chini, kwa sababu hii R nimekaga sana kwenye speed, arrow kwenye kuchange point
unamkimbiza mchezaji unataka change, unaweza kutumia L, then hizi hapa zisogeze ndani kidogo, then hii hapa ipeleke juu kidogo, then D-pad hii isogeze tena hapa. Sasa hapo utakuwa umeshamaliza. Kwa wale ambao wana vidole virefu, hata vidole vya kati pia unaweza kutumia system hii ambapo utakuwa una place. Then nitaonyesha picha jinsi gani ya kuweza kushika screen ya simu, screen hii ya simu. So kuna kitu inaitwa resize. Hapa ndio kusize ukubwa wa button unaotaka, ukitaka button kubwa zaidi ama nini. Then kama unavyoona hii ni sehemu ya resize. So kwenye custom hapa unaenda kuchagua button gani ziwepo kwenye simu. Kitoga zote aisee, button yako, screen yako ya simu itakuwa ni chafu kwa kuwa na button nyingi ambazo hauzitumii zote. So kuna sehemu ya reset, snap, utachana nao. Reset ni kuzirudisha kama awali, mfano hivi ni reset. Then kuna sehemu ya back. Sasa hivyo ndio jinsi gani unaweza kufix screen kutokana na urefu wa vidole vyako na jinsi gani unacheza sana. Mfano ukiwa na vidole ambavyo mkono ambao una speed sana, mkono wa kulia, so unaweza kufix hivyo kama nilivyokuonyesha. Utaingia sehemu ya control, then unaingia edit layout, utamove kama hapo hivi, labda unataka ziwe kwa hapa juu kidogo, then hivi, then unaimove hapo. Hata ukitaka iwe katikati unaweza ukamove. Hivi ndio jinsi gani unaweza kuset hizi button za screen ya PSP. So nachokuomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kuniinspire kualetea video nyingine zaidi. Na kama ni mara yako ya kwanza, na kwa wale mashabiki zangu waliopo na wapya, asanteni sana kwa support yenu ya nguvu, na kama bado hujasubscribe pia na kuomba subscribe, like, share na comment ili kuweza kuinspire familia nyingine ya Extreme Mods kuweza kuungana katika jumuiya hii ya World Gaming. So asante sana na nawashukuru tena kwa siku nyingine. Tutaonana katika video nyingine, next video ambayo nitaonyesha jinsi gani kabisa na ambavyo mimi nimeseti mikono yangu na naweza kutumia mikono yangu katika kucheza hili game la PSP, na jinsi gani ya kuweza kushinda kirahisi kutokana na kuwa na kasi ya vidole, kasi ya mikono katika kucheza PSP kwa urahisi zaidi, na ukafurahia kama unaocheza game nyingine ambazo ni pesi za kulipia kama zile za eFootball ya Play Store ambayo ni ya kulipia coin, kwa sababu hii mod PSP inatumia magame ambayo sio ya kulipia. Maana ni zile mods ambazo zimepachiwa kutoka kwenye magame ya kulipia zinakuja kutengenezwa kwenye mfumo wa magame ambayo sio ya kulipia. So nachokushukuru na nachokuomba subscribe. Pia gonga sehemu ya comment hapo, then achia fire kama zote, fire emoji kama zote, andika reaction yoyote, andika familia pamoja sana. Utakuwa umenisaidia na kuweza kuniinspire kuendelea kuwaletea video nyingine zaidi. Pia kwa kujoin katika grupu, ingia sehemu ya description ya hii video, utakutana kuna link ya kuingia katika website kwa ajili ya kudownload games. Pia utakutana na links kwa ajili ya WhatsApp group au Telegram group, then utakutana na links kwa ajili ya games zote ambazo nitakuwa naweka details zake humo. So nachoomba na nawashukuru sana wale mashabiki zangu wa kindakindaki na wanafamilia wote wa Extreme Mods. Tukutane katika video ijayo next time.